أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Kama tulivyoeleza jana, maudhui itakuwa ni wanyama katika Qur'ani wanatajwa, na tukaanza kwa utangulizi kwa nini kutajwa. Leo tutaanza na Suratul Baqara. Suratul Baqara kama tulivyotanguliza, yenyewe imeitwa kwa jina la mnyama. Imeitwa Suratul Baqara kwa sababu ya ng'ombe kutajwa Bani Israili, na ndani ya Suratul Baqara wametajwa baadhi ya wanyama ambao kwamba kila mmoja na kisa chake na sababu ya kutajwa kwake. Kuna wanyama wametajwa, mathalan kuna salwa ambayo ni ndege imetajwa, wanzalna alaykum almanna wassalwa, kama ilivyokuja katika aya ya 57 ya Suratul Baqara. Kuna wanyama wametajwa al-qirada, yani tumbiri au nyani, walivyotajwa katika aya ya 67 aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahusu wale ambao kwamba katika Bani Israila waliokiuka amri ya siku ya Sabato. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema fakulna lahum kunu kiradatan khasiin, wakabadilishwa wakawa ni tumbili waliodhalilishwa. Inshallah tutazungumza kwa nini kubadilishwa na kwa nini kuchaguliwa hao. Je, wako mpaka sasa au walikwisha? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataja huyo Baqara mwenyewe katika aya 76 kuzungumza Mwenyezi Mungu kumwambia kutuelezea hikaya na Musa, wa qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Mwenyezi Mungu awaamrisha mchinje ng'ombe, na mpaka mwisho wa kisa. Je, ilikuwa ina ibra gani huyu ng'ombe kuchinjwa na kusaidia, yani vipi kutatua mashakili yaliokuwa wakati ule? Ametajwa mpaka kurudi katika aya za kwanza za Suratul Baqara, ametajwa hurrima alaykum almayta waddama wa lahma alkhinzir. Kwa hivyo na huyu vile vile, kwa nini hukumu yake, kwa nini kukatalia na Uislamu, kwa nini kumkataza? Ni katika darasa tunazozungumza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataja katika viumbe wengine wadudu, kama katika viumbe wanyama kuna wadudu ambao kwamba wanataja inna Allaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udha fama fawqaha. Mwenyezi Mungu haoni haya kutaja mfano wa mbu au ilikuwa dogo zaidi kushinda mbu ama ilikuwa juu. Ama katika Suratul Baqara hii Mwenyezi Mungu ng'ombe hakumtaja mara moja tu katika kisa cha Sayyidina Musa, bali amtaja kwa jina lingine kama al-ijl, na hii ndio kwanza katika aya 51 wa Mwenyezi Mungu alipomtuma Sayyidina Musa, wa idwa'adna Musa 40 layla thumma ittakhadtum al-ijla min ba'di. Ameahidiwa Musa kwenda kukutana na Mola wake siku 40 katika mlima wa Tur. Bani Israila huku wakatengeza kigombe cha sanamu wakawa wanakiabudu. Kwa hivyo na huku pia kumetajwa al-ijl ambaye ni jina lingine la ng'ombe, kwa wamemfanya yule wakamwabudu na kuharibu ugeuzi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leo tukusudia kuzungumzia hii aya moja ambayo ndio ya kwanza, aya 26 Suratul Baqara, aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inna Allaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Mwenyezi Mungu haoni haya au hatoacha, kama walivyokhtilafiana mufassirina, la yastahi ay hatoacha Mwenyezi Mungu kusema au haoni haya kusema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoa mfano wa mbu au kilichokuwa kidogo zaidi juu ya mbu. Kwa nini maneno haya? Baadhi ya mufassirina na Imam Ibn Kathir na kina Imam al-Mawdudi katika Nuqatul Uyun na wengine katika mufassirina nasema sababu ya kuteremka aya hizi kwa mushrikina wa Makkah. Kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya za Madina, mushrikina munafikina walipoelezwa ni habari za kuhusu nini mifano aliyotoa Mwenyezi Mungu aya mbili za kwanza, wakawa washangaa mifano gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
kamathali alladhi istawqada naran falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allahu binuri. Sema mfano gani? Wengine wakaeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotoa mfano wa dhubab, nzi, kama ilivyokuja ni mfano wa nzi katika Qur'an na mfano wa ankabut kama ilivyokuja katika sura al-Ankabut. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotoa mfano hii, wengine wakaanza kupigeni Mwenyezi Mungu ana mfano gani ya kutoa? Mara Mungu, mara nzi. Muhammad Mola wako amekosa mfano. Ndio Mwenyezi Mungu akateremsha aya hizi, asema hakika Mwenyezi Mungu haoni haya wala hatoacha kueleza mfano wa mbu au kilichokuwa kidogo zaidi juu ya mbu. Hii mathalan ba'udha wa ma fawqaha katika ilmu khasa za kileo imekuja kugundulika mwaka 1922. Profesa Edwards alipokuwa akifanya iktishafi yake, asema pale juu ya mbu kawaida kuna kiparasite, kuna kidudu kidogo zaidi. Mbu mwenyewe ukubwa wake haupiti milimita 3 mpaka 6, hakuna mkubwa zaidi ya hapo, lakini juu yake kuna kidudu kidogo zaidi kimekaa juu yake. Kwa ni ajabu Mwenyezi Mungu kazungumza miaka 1400 ikaja kugunduliwa mwaka 1922 kwa pale juu kuna kidudu kidogo, kiparasite kidogo kimetulia, nayo pia kina mbu. Ajabu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomzungumzia, si desturi ya mbu kuwa ni mwenye kunywa damu. Wanadamu fikra zetu kwa mbu hunyonya damu kila siku. Mbu asili yake ni kula katika majani na kula katika, kama anavyokula nyuki, kuzunguka katika maua na kadhalika wakisaidia. Lakini mbu wa kike ndio mwenye kutafuta peke yake akapata damu, tena ni wakati wa kutaga mayai yake. Mbu wa kike ndio mwenye kutafuta damu wakati wa kutaga mayai yake. Ndio Mwenyezi Mungu katika Qur'ani yake kachagua kilima cha kutumia, mathalan ma ba'udha, ni mbu wa kike aliyotajwa katika Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si mbu wa aina yoyote. Mbu wa kiume hahitaji damu na huishi muda mfupi, siku 10 mpaka 20. Mbu wa kiume huishi na akafa, lakini mbu wa kike siku 3 mpaka siku 100. Mbu wa kike anaweza kuishi mpaka siku 100, na huyu huhitajia damu siku anapotaka mayai yake ameanza kusaudia zile proteins zinazopatikana katika damu ya mwanadamu kumsaidia. Ajabu ya Mwenyezi Mungu alipomuumba kiumbe huyu, macho yake pekee yake ina lensi zaidi ya 1000 kwenye kila jicho moja. Wengine kusema ana macho 100 kwenye kila upande. Visu vyake katika ule mkonga wake unapoingia kwenye sindano yake ana visu 6. Kila kisu kina kazi yake. Kuna kisu kupasua, kuna kisu ya kuvuta na kufonza ile damu. Pale ndani ya damu ana labu yake ambayo kwamba anaipima ile damu. Pale ndani ya damu ana labu ambayo itapima ile damu. Si kila aina ya damu anaipenda Mungu. Baadhi wanasema hupenda sana hasa damu za wale wengine katika mashirika si uzuri, ni ubaya ule kwa mbu hupenda sana damu zile. Lakini una labu kwamba hupima akaangalia huyu yake nzuri, huyu kadha, kisha ana kitu cha kurahisisha kwa dakika tu kiingia huvuta ile damu akailainisha ikatoka kwa wepesi, akawa aweza kuvuta damu mara 3 zaidi ya uzito wake. Ndio Mwenyezi Mungu anakupigia mfano katika Qur'ani, huwa si kitu kidogo tu, aweza kuvuta zaidi ya mara 3 ya uzito wake. Na hao ni Mwenyezi Mungu kupigia, kwa kuwa ni kitu kubwa hiki, sisi tukichukulia ni kitu kidogo, lakini bila Mwenyezi Mungu, angalia utenda kazi wake. Ameumba kitu ambacho kwamba cha ajabu, kinafanya kazi nyingi. Kuna baadhi ya maua hawezi kuwa ila kwa kuwa mbu hupitisha akitoa huku na huku, ikafanya cross germination, tukapata baadhi ya maua na kuendeleza ecosystem katika ulimwengu. Kwa hivyo mbu ana kazi yake, mbali na maradhi kwamba huleta, vile vile ana kazi nyingine. Ana maajabu uzito wake, mbawa zake, mbawa 3 kila upande wa kulia na kushoto, hupiga mara 500 kwa dakika. Zile sauti tunazosikia ni kwa zile mbawa kupiga mara nyingi ndio apate kuzunguka na kupita. Angalia maajabu ya Mwenyezi Mungu. Sindano tunazounda za chuma hospitalini
Huwezi kudungwa tu kwenye nguo mpaka daktari kumaliza atakuvua, vuta shati, vuta. Lakini Mungu akija hakwambii vuta shati wala nini, hupenyeza kuingia kwenye nguo yako kupita kwa Mwenyezi Mungu alipomuumba kwa mambo yake ajabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu, inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala, wale waliokufuru sema Mola ataka nini na mfano huu. Wa amma alladhina fayaquluna kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala yudhillu bihi kathira wa yahdi kadhalika yudhillu Allahu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Mwenyezi Mungu huwakuta wengi kwa mifano kama hii na huwaongoza wengi. Yule muumini huwa na yakini zaidi na kupata mifano kama hii, ajua kwa hakika Mwenyezi Mungu utendakazi wake ni kubwa na amefanya kazi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama yudhillu bihi illa al-fasiq, Mwenyezi Mungu hawapotezi ila wale waovu. Kwa hivyo ana ajabu, amefanya mengi Mwenyezi Mungu. Huyu Mungu ana maajabu, lau utamsoma yeye peke yake na wewe kule kumsoma peke yake, kwa sababu ya maradhi na ni watu wanakwenda kusoma na kupata. Ana maajabu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba naye kuafanya kazi kwa desturi ambayo kwamba mwanadamu hajafikia kuumba kitu kama kile. Kuna magrupu mengi, kuna species nyingi, kuna vizazi vingi vya Mungu, ila na karibu 3500, lakini wote katika vizazi vyote hivyo ni Mungu wa kike aliyosifika kwa sifa hii ya kunyonya damu kama alivyotaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuwa anacho kitu katika kichwa chake kimepanda. Mungu wakati mwingine aweza kuwa ni jeshi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu aweza kutumika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika tarehe. Imam Ibn Jarir Tabari katika tarehe yake Tarikh al-Rusul wal Muluk na katika Jami' al-Bayan yake kueleza, ameeleza Mungu walipokuwa wakiwaumiza ama walipopambana na jeshi la Namrudi. Namrudi ni yule ambaye kwamba alimtaka Sayyidina Ibrahim kuwa amwabudu yeye kama Mungu. Katika baadhi ya tarehe wanaeleza wanazuoni sira, Namrudi alikuwa akizunguka kila nyumba akimwambia, nani Mola wako? Sema mimi. Nani Mola wako? Mimi. Nani? Ukimwambia ni wewe, hukupa chakula. Ukimwambia mtashindana, hupati kitu. Sasa siku katika masiku sema alifikia Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, amuuliza nani Mola wako? Sema mimi. Mola wangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba yuhyi wa yumit, anafisha na kuhuisha. Ambia hata mimi naweza. Mleta kaleta wafungwa wawili kutoka gerezani, huyu mpe uhuru wa zake. Ambia basi Mola wangu hutoa jua mashariki kilipeleka magharibi, leo naomba ulitoe magharibi ulipeleke mashariki, fabuhita alladhi kafara. Huyu alipambana sana na Ibrahim alayhi salatu wassalam mpaka mwisho akaamua sasa kuunda jeshi kubwa la kupambana na waumini kwenda kuvamia, kama wanavyoeleza na zuoni tarehe kina Ibn Kathir na katika Bidaya na Ibn Jarir katika Tarikh al-Rusul wal Muluk. Mwenyezi Mungu akamtumia Mungu wengi sana. Siku hiyo ameamka Namrud, hata jua hakuweza kuliona kwa sababu Mungu amefunika jua. Hata jua hawakuliona kwa sababu Mungu walitumilizwa kupambana na jeshi lake Namrud wamefunika. Wanazuoni tarehe wasema wale Mungu wakawala mpaka nyama na damu, hawakubaki ila mifupa jeshi la Namrud. Kisha akaingia mmoja katika pua yake Namrud akawa ni mwenye kuhasirika, ana dhiki, ufalme wake wote ikawa hujipiga kichwa chake kwenye pillars, kwenye nguzo za nyumba yake, kipiga huko. Walikuwa na huruma zaidi ni kwa yale, kwa huruma ni watu pengine washikane kama 7-6 wakimpiga wote kofi mara moja, yani kumdhalilisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumdhalilisha kuwa yeye ameidai uungu, lakini Mwenyezi Mungu anamdhalilisha kwa kiumbe kidogo kama hiki kuwa ni jeshi la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu jeshi lake, la ya'lamu junuda rabbika illa hu, Mwenyezi Mungu huwezi kutambua jeshi lake ila yeye mwenyewe ajua. Hawezi kutumia kitu chochote, hawezi kutumia upepo, hawezi kutumia mchana, kama alitumia upepo kumnusuru Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siku ya Ahzab. Wamekusanyika maafiki na makafiri, lakini upepo tu, hawakupigana panga hata moja, upepo tu katosha kuwa jeshi. Sasa Mungu ametumika hapa. Namrudi akawa hujipiga, wakimpiga watu wamegeana zamu, kushikana, wakimpiga makofi kila siku na mangumi. Kwa Mungu mmoja alomwingia ikawa ni dhiki mpaka kufa.
akiondoka amedhalilishwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoa mfano wa mnyama huyu ni ibra, mnyama kwamba ana manufaa, ana madhara, na Mwenyezi Mungu ametoa kwa aweza kutoa mfano wa yote ili ijulikanie utendakazi wake na ukubwa wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anayo mifano mingi zaidi katika Qur'ani na aweza kueleza, na ameeleza wanyama kama hawa kwa ibra, kwa sababu inna lakum fil an'ami la ibra, si hawa tu wadudu kama hawa, hata na ndege nini, an'ami, ngamia, mbuzi, kondoo, ng'ombe, la ibra, kuna mazingatio kwa hawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwataja katika Qur'an. Inshallah kesho tutaangalia jambo lingine katika Qur'an, na hasatan al-bakara ambayo kwamba ni ng'ombe, na tutachanganya al-bakara pamoja na al-ijl kwa sababu wote hao ni ng'ombe. Zile azi tutaja al-ijl. Kwa nini al-ijl? Banu Israila kwa nini kuchagua huyo, na matukio yao baada ya kufanya vile Mwenyezi Mungu aliwaangamiza namna gani, na ndio ilikuwa asli mpaka kuendelea. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih lana wa ghalabat lana fi dinina ma ahlikut al-untha wa dhakar. اللهم وفقنا وفق الكل لما تقتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما والاخلاء اتقيا علما، واحفظ بكل خير ونكفى كل شر. اللهم اصلح لنا كل الشؤون واقر بما ترضى منك العيون، واغفر عنا يا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون، واغفر واستر انت خير من ستر. والصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دانا بالصدق والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى آل النبي الشرفاء، وعلى أصحابه مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، اجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم كما أنزلت إلينا هذا يوم عظيم في هذا شهر كريم، اغفر لنا بحرمته، وارزقنا السعادة والمغفرة ببركاته، واكتب لنا براءة من النار وأمنا من العذاب وجوازا على الصراط، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعانا واستجب دعانا، اللهم استجب دعانا في ساعة الإجابة، اللهم تقبل دعانا في ساعة الإجابة يا رب، تقبل دعواتنا جميعا. اللهم اشركنا في دعاء الصالحين، واجعل لنا من دعائهم حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.